Hii ni African Story sehemu ya pili inayohusu kijana Juma aliyefilisika baada ya kupoteza kazi yake. Kama kuangalia African Story sehemu ya kwanza, nenda kwenye profile yangu ukaweze kuitazama ili uweze kufahamu chanzo hasa kilisababisha mpaka Juma akapoteza kazi yake. Baada ya Juma kufukuzwa kwenye nyumba aliyokuwa amepanga, aliweza kurudi nyumbani kwao na kuweza kuishi chumba kimoja pamoja na ndugu zake. Akiwa hana mbele wala nyuma, aliweza kukutana na mzee mmoja wa mtaani aliyefahamika kwa jina la Mzee Matata. Mzee Matata aliweza kumshauri Juma na ushauri ule uliweza kumfungua Juma fikira zake, kumtoa kwenye fikira hasi na kumpeleka kwenye fikira chanya. Mzee Matata alimwambia Juma, umaskini wako sio kwa sababu una pesa nyingi. Umaskini wako unatokana na kwa sababu kila shilingi inayofika mkononi mwako unashughulikia kuilipa dunia badala ya kujilipa kwa kwanza. Mzee Matata alifanikiwa kumpatia elimu ya kujilipa mwenyewe. Baada ya siku 3 mbele, Juma aliweza kupata kibarua alichokuwa anapewa kwa mwezi 300,000. Hapo sasa Juma alikuwa tayari ameshapata elimu ya kujilipa mwenyewe, hivyo hakutaka tena kurudia makosa ambayo aliyoyafanya katika sehemu ya kwanza. Juma baada ya kupewa ile 300,000 aliweza kukata 20% ya pesa hiyo na kuiweka kwenye akaunti ya akiba isiyoguswa kirahisi. Ndani ya mwaka mmoja, Juma tayari sasa akawa na akiba ya dharura iliyomsaidia Juma kuanzisha biashara yake mwenyewe. Siri ya Juma kuanzisha biashara yake haikuwa kwa sababu alikuwa na pesa nyingi, bali ni kwa sababu Juma aliweza kuthamini ushauri aliopewa na Mzee Matata wa kujilipa mwenyewe. Na wewe kijana unanisikiliza, unanitazama video hii, ni lini utaanza kujilipa mwenyewe? Andika kwenye comment hapo chini, na usisahau kushare video hii kwa kijana yote yule anayehitaji kujilipa mwenyewe. Na unafahamu vipi baada ya Juma sasa kuwa ameanzisha biashara yake? Je, aliweza kufilisika au alizidi kusonga mbele kimafanikio? Tukutane sehemu ya 4, tukutane sehemu ya 3 ya African Story ili tuweze kujua hatima ya maisha ya Juma alishia wapi.